Mimi ndani ya Kongowea ni kitu ambao kiko wazi. Mimi hata kesho kwa nishauri nisimame nitakwambia sitaki nikosane na wale watu wangu wa Kongowea. Na labda kiti cha juu zaidi na hivyo ubunge sasa. Ndio katika kwa dakika hii sasa matawi yao sina. Lakini pengine kesho nikizidi manake hichi nilichotuma manake iko mbele nilichopata kidogo katika UMCA ni nganganie kupigania watoto wangu nikimasomo maisha manake bado na wengine sina mtoto wa sekondari mimi ndo sahihi pengine msichana wangu first born anaenda sekondari japokuwa na watoto watatu mwingine ambaye kashamaliza yuko kazini na pia kashazaa na mjukuu ila nikimwake wangu mimi nilikuwa tayari alikuwa ameshazaa alizaki wa skuli kwa babake lakini nilipokelea kama mtoto wangu. Sasa ile kupiga chini nikajizuia lakini kaenda. Sasa nilisikia kuna kitu kimedunga. Lakini mimi nikachukulia labda ni kidogo. Dabi kama kawaida. Sasa nikaenda nikakanda, kachuma na maji ya moto, kaisha. Lakini ikawa nahisi kitu nikiwa nimekaa ile najisupport nikaposema nasikia kuna kitu kinadunga kwa ndani. Mimi kapotezea. Nikapiga hiyo miaka yangu ya security. Lakini wakati sasa ikafika mahali tukasimamishwa. Hiyo 247 mleo katupeleka nyumbani. Wakati tupeleka nyumbani nilikuwa bado sijagura. Bado naishi nyumbani. Nikawa tuna shift ya kuteka maji nyumba ya jirani hapo. Takana ubebe ndoo mbili nimezoea kuzibeba. Sasa siku hiyo nikashtukizia nabeba ndoo ya kwanza, trip ya kwanza, ya pili hichi kidole ndo kilianza kikakataa. Kaona akikunji, chakataa kukunja. Lakini vinavyo vitatu haviwezi kusupport ile in fact hata ilianguka hiyo ndoo ikapasuka. Huwezi. Nikaanza kuona hapa na kitu. Sasa kulikuwa na ile design ya nini nafanya mazoezi na ruka kamba. Una siku na ruka kamba nikishika ile kamba hichi kidole ninachopetana akitaki kufunga. Nikaanza kuona hapa sasa chaanza kupoteza nguvu. Na huku kilindini tushasimamishwa. Sasa nikieleza ile kwambiana kama pengine ni baridi ya kwanza, nikaanza kukandwa ile mafuta ya kukanda watu wa baridi. Lakini sasa nikaja nikakaa na mzee mmoja. Akaniangalia, akinieleza, akinigusa chini huku miguuni niko sawa. Akasema hapana, wewe baridi kianza sana yanza na mguu. Alafu yanza na hichi kidole cha mwisho. Hichi kidole cha mwisho kiko sawa hapa. Pana kitu hii sioni. Hebu nenda hii ibidi uende hospitali. Nikaenda hospitali. Hospitali katika ile daktari wa mono wajieleza. Hebu nieleza. Vipi ulifanyika vipi? Nikaeleza ile kuanguka. Na hapo nyuma kando na hii ya kuanguka, maana kila kiangalia una hii ya kuanguka ya kujii haiji kama nyuma akamwambia nyuma akafunguka akamwambia nyuma nilikomuone upitia nini na nini ambia kupigwa hivi hujai kupigwa na mobu na besha kupigwa na mobu lakini ilikuwa sana nalinda kichwa ilikuwa ikifika maana yake ilikuwa mkika maskani muambiana ukiwa umefika mahali umfamiwa kilinde kichwa maana yake kichwa kipigwa utapoteza fahamu utamka chini kuuliwa na rais. Sasa siku zote weka mikono. Hii mikono inaweza vunjwa lakini bado utaishi. Utakwenda utakuwa plus. Sasa mikao ikifika uizini nakumbuka siku hiyo marikiti tu kwenye kupiga ndole mtu akashtukizia. Mobu ile kawa nalinda na kichwa mwenye nini anaisha kupigwa sakawa huku nalinda. Na akasema hiyo pia mweza pata moja wapo ya changia. Hii imetibua lakini pia hii ya kupigwa kuzuia huku pia moja wapo ileta shida. Sasa leo baki wewe ni wendo kafanye mwanzo aliniambia nipige x-ray. Kija nikipigwa x-ray mifupa iko sawa. Kabidi wananiambia nifanye na condition study. Na condition study Mombasa kuna jamaa mmoja Maina ndio alikuwa kwa sijui Maina tu nani kwa Gakani. Ndio alikuwa nayo lakini alikuwa na mashini moja hiyo mara leo nzima kesho ishakoboka. Na umewahi kusikia hiyo story ya condition study? Umewahi kusikia? Ni vipi mtu afanyiwa? Bua kuna pini yatiwa kwenye kompyuta hiyo yaingizwa kwenye mwili hiyo itafuta. Kwenye nerves. Alafu kuna vitu vya fungwa fanya kama vile kupiga shoti. Sasa waambiwa ilikuwa liwahi kufanya mara ya kwanza
kutengeneza ripoti ndo nipeleke kwa daktari, kile kidude kikakoboka. My friend, nilirejelea tena, anaruhusiwa kuposa dawa ya maumivu. Kwa hivyo usikie hayo maumivu Nirejelea yote. tena, inapoanza kila kitu chako kikubwa cha nyauka cha kidogo. Kama mashikio yarudi ndani, kama ni Kama yani au sije mheshimiwa kaendelea. Sawa, kuwa na masikio kwa mfano kocha. Uwasikia yani maana sikio nakumbuka hivi. Tuache. Aniambia hii, maana naona mtu jasho la mtoka ya kuna kichwa, ni Mkikuyu, apiga masima za kinyumbani, nashindwa kuelewa. Nakuja kuchukua majibu mimi. Ninafanywa kama jana, leo niregeje chukue majibu. Aga Khan Plaza. Na kiona chuma chenda hivi kirudi hivi, maana yake hiyo uchungu nilipitia nikiwa naye. Alafu ona hiyo aanza vipi kuniambia na irejelea. Bida niambie hatukufanya vizuri. Unajua haya majibu jana wewe uko muoga sana iliposema kwanza. Hatukufanya vizuri. Unajua leo kidogo ushapitia. Aniambie ndude ifanya nini? Imeharibika. Yeye aniambia wewe ulikuwa muoga. Ilikuwa tukufanya vizuri, turejelea. Lakini nikasema mimi sinatafuta matibabu, maana yake daktari kwanza vile zanishughulikia mpaka hii. Nikaze moyo, kakaza moyo konde, kangangana. Sasa aliyotelezesha, unajua yeye yafanya alafu yompa mtu yatoa ripoti. Ndio nije nijue kumbe kidude kilikoboa. Wakati sasa ashanimaliza, akamsomea vikali sana yule, anambia sije ukafanya mimi sasa kama mimi nipa Kiswahili chengine. Ukafanya tukarejelea tena. Sasa kaona, lakini nashukuru nikapata majibu. Peleka kwa daktari. Kapeleka kwa daktari, kaniandikia dawa zaitwa Navgene. Kawa nikimeza hapo KPA kazi ishakwenda. Hassan Joho kanisimamia, akawa kininunulia hizo dawa, kile nikienda ofisini ni mbunge nilia dawa. Lakini hazikutoboa, ile kitu bado kaendelea, maana yake ilianza haina nguvu, mwisho kaanza kula muscle, naona mikono yazidi kukonda. Kipindi hicho sijamsongelea Abu hivyo. Nikapata mpaka kumsongelea Abu. Abu akaiona na Uislamu ikamuingia moyoni, akasema hii itabidi twende tukajaribu Hindi. Tuone kama tutapata matibabu. So lakini wanaambia ni shida ikawa ni kwamba ni huko kupigwa. Plus na hiyo kuanguka zote zilichangia. Zikaribu nazo. Yote hiyo kuanguka, kupigwa, yote ile moja wapo ilichangia. Huku na huku tukabambanya, nikatafutiwa pasipoti, wakanisimamia. Hassan Joho, Abu akasimama na mimi, huyo ngenda zangu pesa nyingi, maana kipindi kile hicho unapelekwa za kwa Windini kwenda kutafuta matibabu. Hapo bado ni mbunge, wakati yake akiwa mbunge. Kaenda India trip ya kwanza, wakifika tayari ilikuwa muscle ishakula. Sasa hicho walichopigania isiendelee kusonga. Pale ilipokula ishia hapo. Ibaki hizo ambaye shakula, lakini na mimi na nashukuru Mwenyezi Mungu kweli. Mungu akajalia vikawa. Ni kazi sina, KPA ishaenda, but at least nikarudi, lakini kidogo ninapata matibabu, lakini hakuna kazi naweza kufanya na hii mikono yangu mimi. Vile vibarua vya mkono siwezi, nimesharudi sana, nimeshakuwa sasa disabled. Siwezi kushika, siwezi kufunga kamba ya kiatu yenye balaa. Sasa ikawa huyu na changamoto ya kubangaiza huko nje. Ndio yatusimamie watuangalie huko, lakini huko kazi sina. Sema niliporudi akanipigania, akaniregesha kwa kampuni moja tu Focus. Akanipeleka kama karani. Karani. Manake ile Focus ni kampuni ambaye pokea magari na makontena. Hapo ijapanuka, ilikuwa ijaanza kupokea magari, ilikuwa ijaanza kupokea makontena ni magari. Kuna madereva na kuna makarani. Nyinyi makarani, ikija gari kwa yadi yenu ikifika upokee ile tally sheet. Kulingana na tally sheet ya kutoka kule melini, kuna vile ya sema gari ina spare mbili, ina spare mbili ya ufunguo, ina spare tairi ama ina matairi matatu, naelewa. Sasa wewe ukipokea wakagua vile vitu, alafu waiweka na ufunguo uchukua wewe. Sasa una sehemu yako umewekewa magari 150, hayo ni yako. Na wajua ya kampuni fulani wakija wenyewe shipping hawa forward and clearing. Kuna wakati wa verification, wewe ukija ndio utawafungulia, wanafanya verification, ikiwa wanakuja kutoa wewe ndio wajua. Fulani gari yake iko sehemu fulani, wewe ndio una ufunguo, una kila kitu hiyo gari. Sasa kazi ya karani ndani ya yadi kawa ni hiyo.
Hauandiki maana. Ikawa sio sana kuandika. Kuandika nilikuwa nikiandika, sema nilikuwa na rafiki yangu ambaye tufanya naye Salimu Mwanamtama, alikuwa akinisaidia sana. Kabisa. Nitafika kwake, ikifika mimi kuandika yeye atanisaidia kuandika. Kulingana yeye jua hali yangu, alafu kama tumeingiana yani, manake ni mtu nikimueleza kule nilikotoka vile nilivyo, kuna imani fulani ya muingia, kwa tunasaidiana. Basi tukaenda pale, ikawa pana siasa fulani. Hiyo sasa nijua hapo utafuta kiti cha ugavana, alafu kuna historia ya madawa ya kulevya. Sasa ikawa kuna story hiyo watu sijui nini madawa kule, sasa mikao mimi usikubaliani naye. Kuleta hiyo story mimi na wewe adui. Sasa pale ilitokea ile ikawa kuna watu wapinzani wanajaribu kuharibu hiyo jina, mimi kawa mkali. Sasa ikabidi wakagae na kunitafutia sababu. Nasema mimi nimeiba pale Focus, nikafutwa kazi. Abu akakasirika sana. Huyu mimi nakupeleka kazini, uenda waharibu kazi yenyewe, lakini nikakoma. Kaambia mimi sikuiba, kuna sababu fulani. Hakuelewa, lakini sikuchoka. Mimi kila leo kawa ni naye bana, bosi nasingiziwa. Hii bosi mimi nasingiziwa mpaka kaja kaielewa. Alipo kulingana anajitafutia, na hapo tayari sijamuoa mtoto wa mtu, lakini shamtia mimba. Mchumba wangu tayari shamtia mimba na mtoto wa kike mmoja. Hiyo kazi inayotegemea ndio hiyo Focus imeshakwenda. Mtoto atakakula. Lakini bado yuko kwao. Mimi na nyumba atakakulipwa, mtoto hitaji pampers. Sema yuwasaidiwa kwao, lakini kuna ile mahitaji mengine pia sometimes wajishukizia. Waona pampers nini ndio yuala nini, lakini vitu kama pampers ipetishe kwa babu. Yeye ni shy. Haipendezi. Sasa inabidi mimi mwenyewe najifaitia. Basi nikamngangania bosi mpaka akakubaliana na mimi. Katika kukubaliana na mimi akawa ataka kunregesha kule. Maana yake aliupekua ule ukweli mpaka akaupata. Mimi nikamwambia mimi kule bora usiniregeshe. Hapo ndio nipa mimi safari ya India, sasa nende katibio mikono. Hapo nilikuwa bado hajanipeleka India. Sasa nikamwambia mimi bosi, nikiwa nitakwenda nikatibiwe, hii mikono yangu ikipoa nitajitafutia mwenyewe riski, nitakuwa naweza, nikiwa njiani naweza kufanya kaoshi, nikikuta gari ya mtu inapacha naweza ziba, mimi bora ukanitibu. Akaniambia sawa, nitakupeleka India kakutibu. Hiyo nikaenda India, haikufaulu. Yani si haikurejea kwenye nguvu, lakini ikawa nilitarajia ile nikienda India nitapona mikono yako irudi vizuri. Lakini kanaambia usikate tamaa. Mimi niko na wewe sitokuacha kulingana na mshengia kwenye ulemavu. Usikate tamaa. Sasa kwa hiyo ashanipeleka India, ndo tukakaribia hiyo siasa ya 2013 ya ugavana. Akanisongeza karibu kwenye kampeni kama mimi niko naye Bennett. Nakumbuka hiyo Susumila wakati wa ubunge aliwahi kuimba nyimbo. Wakati wa ugavana akawa mpotea ile ubunge. Sasa wakati wa ugavana karegea tena. Akija kiregea akakutana na Barnabas, kama mjua promoter Barnabas. Mimi naye marafiki, tujuana ile taani. Maana alikuwa kwenye kampeni ya ubunge naye pamoja wa Kisauni, mimi wa Kongoya. Sasa niko Bennett na Abu. Sasa Susumila yataka kurudi, akampitia Barnabas. Barnabas akampa namba yangu. Bana, huu mbunge wa Kongoya smart, ukimpigia atakuunganisha na Alpha, mtaongea. Abu watu sana jina tunamtumia Alpha. Kweli siku hiyo akanipigia mara ya kwanza Susumila hapo. Susumila yawika. Fanya hivi nani? Huyo. Akija kiregelea hiyo nyimbo nani? Susumila. Kwa uzuri Barnabas ashaniambia. Barnabas niambie bana, namtaka huyo mjomba Alpha. Na Susumila ongea kama tu sisi, maana ni mtu wa Mungu. Sio ile jacket kama cha kiuni. Na yeye alikuwa shaambiwa muudi bunge lokatena. Sasa vipi? Anaambia haina maneno. Niko home, sasa home mimi sana alikuwa kwenye simu, niko mjengoni, lakini nikienda kwa Mtemi nitamgusia Alpha. Sasa ngoma tunaipiga kwenye kodi hiyo. Nikienda kwa Mtemi nitamgusia. Kweli nikutana na Alpha. Vipi bosi bana, Susumila mlete, pangana naye kesho tuonane naye. Yupo? Anambia yupo. Anambia haina maneno. Kweli nikajichenga kama kampigia Susumila, anambia mimi niko zangu Kilifi, lakini kesho nitakuja mjini. Anambia sawa. Karegea kwa mjomba, huyu yuko zake Kilifi, lakini kesho taibuka. Nakumbuka ile kwa Ijumaa hiyo, ibuka. Akamwambia sawa, baada ya Juma lunch takuwa lunch mjengoni, wewe mlete mjengoni. Kweli Susumila kidunda kanitafuta, kamuunganisha, kapewa kazi yake, akapiga ngoma nyingine. Sasa mbali alipo Susumila ukumbuka hiyo. Arejea tena kwa Alpha, alitumia Barnabas kutumia. Kwa kutana naye ukimuuliza hiyo hairuki. Baada hapo mheshimiwa tupeleke kwa Alpha. Hiyo sio wasanii. Hiyo unajua kuna kitu alikifanya kikaonekana ile wakatakiwa mbunge alimwingia nyimbo, alafu kwa bado yahitajika aje aongezee vitu ndani katika ile nyumba. Ndio vitu vikaongezewa pale katika ile, akaipiga vizuri. Kaenda hewani.
Kweli watu wakamaliza, tukafanya kampeni, tukamaliza, mimi nikaingizwa ofisini kwa Hassan Joho kama political liaison. Nikatengewa kijiofisi chetu sasa kwa siasa sasa. Hapo tayari Hassan Joho ashakuwa liaison office of the government. Yes. Na wakati wa kampeni, tukifanya kampeni, mimi nilikuwa kama coordinator Nyali. Yes, manake ni Mombasa nzima imegawanywa, kuna coordinator wa Mvita, kuna Wachangamwe, kuna Wakisauni. Mtu na nyota yake mjini. Mimi mzee nikaikuwa Nyali. Yes. Mungu nisaidie. Alafu na akanikazania sana, maana nilikuwa kila nikikaa naye Hassan Joho nipahusia, wewe ulikuwa pressure group, maana kipindi kile cha ubunge mimi nilikuwa pressure group. Anaambia nataka na upgrade. Nikikumbuka kweli mimi nilikuwa mteja, nikatoka kwenye uteja nikaja Manamba. Nikatoka kwenye Manamba nikawa conductor. Conductor kweli huyo mimi nikawa pressure group kwa Hassan Joho. Pressure group ikanipa kazi Ukilindini. Sasa Kilindini ikaisha kazi, nikarudi focus Karani kidogo, nikaleta akili naondoa ule uuni, sio? Unajua ukipeleka kwenye ukarani ni tofauti, ni kama kitu wasimamia. Lazima uwe makini, maana ukiteleza tu kwenye Tanzania huyu kuna tairi, lakini wewe hujalisema pale tairi, wewe kwenye kuandika liko, lakini kwenda kukagua hakuna. Ukinyamazia hiyo itakula kwako, wewe ndo utasema tairi liko wapi. Sasa lazima uwe makini kidogo. Nikafunguka akili fulani hapo, nikawa kutoka hapo kweli pressure group gavana, nika upgrade, nikatoka kwenye pressure group kwa wakati wa ubunge nikawa coordinator ndani ya Nyali. Ndio tulipopata kiti tukadunga ofisi political liaison. Chizi akiingia ofisini lazima kuone. Si lazima nione, ila wewe kama unakuja ofisini wapitia kwetu sisi tuko Kagume. Ndio ile hiyo ile Susumila ashamaliza, ashampigia ngoma, akija ofisini mpaka nipige mimi simu. Siku za kwanza walimchenga akiona mwanae Gates. Gates move huyo grandson. Kesho kama una namba yake ukamvutia atakupa maneno hayo. Nilikuwa akija mpaka nikisusumila, vipi Ngugi bana, wanangu hao kina Genge. Haina maneno, Gates Mgenge alisubiri hapo, nikija nimpenyeze uzuri. Mtemi mwenyewe ambaye ni Hassan Joho gavana, ilikuwa akiwaona tu wale salute, aliwa mind nature. Akimwona Gates amone huyo to nani, Chris de Braz. Exactly. Walikuwa kija waja mtu tatu, Susumila, Gates Mgenge na Chris. Walitoa jina hao, lakini si kwa leo. Story yao siku nyingine. Yaani nikiwafikisha mbele sina lawama. Utawatafuta. Kuna mtu utampigia chenga umuingize kule ndani, ukija ukifika lawama. Huyu nani mamleta huyu? Kila mmoja waanza kujikataa, lakini ilikuwa Mgenge akifika yashangilio kama mpira wa kona. Susumila, ulichukua muda sana hapo nje pale pakiliweka sana pale. Naje wanangu. Sasa na uzuri mimi niliwa mind, nilikuwa kinivutia tu. Ndio dakika mimi huyu. Mkifika na wazamisha. Basi tulengeza urafiki mpaka kesho. Mimi nikipigia simu kwa Gates, nikipigia simu kwa Susumila, hiyo si mara mbili. Kama yuko kwenye mambo yake mzee, umwambia huyo nitamregelea Ngugi wa maana huyo. So ukawa liaison pale time ya kwanza tukapiga liaison. Contract ikaisha, tukarenew, tukirejea ya pili 2017. Lakini utake kujua ile ya kwanza liaison, wakati mimi ni coordinator, niliwahi kutaka kusimama kiti cha UMCA Kongowea. Hapo kwa Maura. Hapo kwa Maura, wakati walikuwa kwa Jabez. Yes. Wakati wa Jabez akiwa MCA mimi niliwahi kusukumwa nitake kusimama. Lakini kafika mahali katika ile tikiti pakatokeza Brari, kwa hiyo itaka hiyo tikiti ya UMCA. Mimi Abu akaniambia achana nayo. Mimi nitakunominate. Wewe si una kadi ya disabled? Nitakunominate tikiti cha disabled. Kwa hivyo wewe kajazi kila kitu zile zinazotakiwa. Register membership nini, nikafanya kila kitu alafu kapeana jina. Ndio hapo sasa 2017 mimi nikajiondoa sasa hapo, nikijua mimi wewe na nominatiwa nikitokea mimi MCA, lakini bahati nzuri jina langu likatolewa. Haikuwa bahati kulingana na hii zebra na kuambia na ufuato. Ikawa kwenye youth ikiwa atakuwa mwanamume, disabled itakuwa mwanamke. Sasa youth ikapoa mwanamume, huku disabled ikawa ni mwanamke. Lakini ukataka kujua huu ni uongozi wa pili wa nani? Wa Hassan Joho, sio ule uongozi wa kwanza. Ni huu wa pili ambaye katika ugavana wa rejea ya pili. Sasa hiyo 2017. Sasa mimi kweli kawa nimejaza, baada ya miaka 5 nishafanya political liaison ofisi ya Hassan Joho. Hii nyingine kawa washaniona nimebobea, naweza kusimama kiti cha Kongowea.
lakini tikiti sikupewa, akapewa Abrari akashinda. Nilipofika huku jina langu alikuwa akapata Ramla. Okay. Akawa yeye ndo mwakilishi wa walemavu. Lakini mimi katika ile special category jina langu lipo. Mimi ndo next, likitokea lolote takalotokea ni wewe. Solomon Ngugi. Mimi twende katika ofisi ya gavana, political liaison, Hassan Joho ondoka zake. Mimi hii ndo muda wangu wa mwisho, naenda zangu. Watu wangu na wacha wapi? Unajua ukiwa ufanya katika ofisi ya Hassan Joho ndani ni contract ya miaka 5. Ukitaka permanent muende department. Mimi akanipituka wale ambao tuko pale ndani, kila mmoja akapelekwa department yake. Mimi nikapelekwa devolution. Ambaye Folino ward administrator. Sasa mimi nikapewa ward administrator ya wapi? Ya Kongowea. Kulingana mimi wa Kongowea, naijua sana Kongowea. Mimi nikawa ni ward administrator ndani ya Kongowea. Okay. Niko maana yake unajua hizo kazi wapewa acting ile ndani ya miezi 6 probation. Katika ile acting sikutoboa miezi 6. Corona ikatokea. Corona, yes. Corona bana ikatokea. Mimi bado niko kwenye probation. Bahati mbaya bahati nzuri, kwa kina Hatimi ilienda bahati mbaya, kwa kina Ngugi nyumbani ikaenda bahati nzuri. Corona ikapita na Hatimi ambaye alikuwa nominated katika special category. Kule kulienda kwenda changamoto cha majonzi. Basi ikiangalia katika ile listi kuna mmoja alikuwa jaribu kugombania apewe yeye. Mbio kwa Hassan Joho akamtuma Nairobi akaenda Orange House, lakini Orange House haiwahusu. Inahusika ni IBC. Akaenda za IBC akifika kifunguliwa ile listi, yaambiwa anaifuata ni huyo. Huyo ni nani? Solomon Ngugi wa Inaina. Huyo ndo atakana achukue hichi kiti. Moja kwa moja. Special category moja kwa hiyo haina mjadala. Haina mjadala. Ndio wewe huyo. Choma kikirudi kimya kikuniambia. Mimi nikaendelea na ward administrator wangu. Sasa ikawa. Kuna mjomba huko yaitwa Ketora. Youth leader huko. Katika kupekua kaiona. Kapata mwanae anambia kuna mtu hapa anaona jina la Kikuu lakini yuko Mombasa huko. Maana kisa unajua watu wa Nairobi usukuma majina huko yaje. Wakaona ni kama Nairobi ilisukumwa. Ketora hii ya Mombasa. Akampigia jamaa moja tu Ombati. Simu. Ombati. Huko Mombasa kuna mtu anaitwa Solomon Ngugi wa Inaina. Ambaye namjua wewe jamaa rafiki yangu, maana mimi na yeye Ombati. Dedi Ombati. Tumefanya naye hapo ofisini kwa Hassan Joho. Best wangu wa karibu ile. Sasa watu tumeishi kama undugu. Akanivutia siku hiyo. Ombati, Ngugi vipi? Kuna jamaa anakuulizia anaitwa Ketora. Nakurushia namba yake. Na mimi Ketora namjua. Hebu mpigie. Nikampigia. Ngugi vipi? Poa. Wewe ndo Solomon Ngugi Inaina? Namba ya ID ndio, maana kataja namba ya ID, namba ya exact ndio hiyo. Ndio mimi. Hiyo namba ID ya haamini. Na wewe kurejelea namba ID nikamrejelea. Nikamsomea na bana hii nominated ya Hatimi ni yako. Yangu kivipi? Naambia hii ni yako. Kakata simu. Unaona huyu mbona ataka kunizengua, huyu ataka kunitandika ni. Unajua tena anaona ikabidi mimi wa kwanza nani Alfa ukachukua ya kwako simu kampigia Abu wewe vipi mzee Alfare, kuna jamaa aitwa Ketora nipigia simu ananiambia hii nominated ya Hatimi aliyokufa atakana mimi ndo nipewe. Kweli Ngugi? Naambia vipi, hebu chungana nao tu wengine sio kwa kutapeli. Akakata simu mwenye pia akakata simu, lakini si naonangu natembea nao Geoffrey na Meki. Geoffrey alikuwa kwenda bara, babake asikii vizuri akawa kwenda kumwangalia. Kampigia Geoffrey maana yeye ndio SG ODM Mombasa. Ndio ajua ya mambo kuniliko mimi. Kimpigia kuna mtu yuko Ketora hivi na hivi. Ketora nao namba yake, hebu ngoja nitampigia. Yeye akampigia Ketora. Ketora akamueleza vile ilivyo. Paka akamueleza kuna mwenzenyu ankuja huko Mombasa alikuwa itaka yeye akifika Kambosi yeye atakana ni Ngugi. Hakuambia leo ukatunyamazia. Basi ubani wa huyu. Sasa la kufanya vipi? Anaambia nendeni kwa speaker atangaze vacancy. Akishatangaza vacancy speaker niambieni. Kweli Geoffrey yuko bara akasema nikija takwenda Ijumaa, kadunda Jumamosi, Jumatatu si tuko hapa. Speaker na mbele itangaza kitambo. Tuambia tupe hiyo kopi hiyo barua. Maana wale walikuwa kopi ile barua kwa kitu maana si official lazima kweli mzee tukampigia Ketora. Ketora katuunganisha na wakili wa chama.
jamaa mmoja tu anafikiri Tony. Kisi fulani mshikaji ile mbaya hapo smart. Yaani namshukuru Mwenyezi Mungu huyo msururu uliofuata nao. Kila mtu roho yani ataka kufunguka. Yani akifanya na unio mimi ni ward administrator sijamaliza probation yangu. Ndio pale nakwambia probation sijaimaliza. Kitora yule Tony ananiambia mnao hiyo nirushieni, akairushia akawa samo na ABC. ABC asema nyinyi ndio walikuwa tunasubiri. Amjasema chochote, subirini. Wiki ijayo tuna gazeti. Sasa zilikuwa mbili Taita na huko. Kweli kitu wiki inaofuata kitu. Ngoma juu. Ndio wewe huyo. Jina ndio limetokea, ataka itafutwe na ujue Mungu watu wakwenda recess. Sasa mimi naspika kipindi hicho, sipati kitu wapi? Watu wako recess yani nilimvunjwa tu. Mimi naspika hivi maana yake na Alfa wafuatana. Hiyo anijua tukienda mazoezi tuko naye baharini. Ngugi ndio yoaja. Mimi naitisha special city tukupapishe wewe. Iliitishwa special city. Wewe ndio huyo. Iliitishwa special city hapa. Special city. Ikaitishwa. Alafu sasa tukikujua seneta ni Faki. Gavana ni Hassan Joho. Mimi na seneta hivi. Mtu na mwanae. Niliweka historia. Mimi nilikuja kuapishwa seneta kwa ubavu, speaker kwa ubavu, seneta ilikuwa. Seneta Faki huyo. Alikuwa mchezaji mpira wa zamani, striker force ya zamani. Mwiaji Faki huyo. Mwiaji. Speaker huko. Mimi ndio na raki hapo na mabarakoa hapo mzee corona iko. Ndio hiyo kakwambia mzee kwa kina Marimati kulikwenda Chandarua cha Majozi kwa Mtete kwenda Chandarua. Kuliliwa biliani ofisi juu ya gavana maana ndio nyumbani kwangu mimi tuliapishwa hapa. Pale juu kama ushakwenda ofisini ya gavana kuna mahali nilifanya karamu pale watu walikula pilau. Nilikichagua karamu kidogo mimi, mke wangu, familia mke wangu, marafiki, ndugu. Kipindi hicho niko bado. Itabidi arudie sasa. Kweli mzee, ngoma tukaimaliza, bani wa kwanza mimi kule kaenda nikafuta. Hii ya pili tena ikawa niitie jina pia nisimame tena. Maana brother alikuwa ameondoka kama mnavyojua alikuwa amekwenda UDA mara dakika mwisho tena karejea. Kwenye mchujo hapo ikatokea vurugani hapo. Kura kwa zina fujo kidogo, akaenda kotini, tribunal likamregeshia tikiti. Akasimama kama ODM lakini Mwaura Mwaura akajua kupanga karata zake. Yes, kwenye nomination. Lakini huku nikarudi tena kwenye nikawa apply huko kwenye hii ya disable. Ukapata tena. Kweli mimi nika apply, kweli wakashinda wale, Mungu akajalia ODM tukacheza vizuri. Unajua mkicheza vizuri ODM tunapata nafasi nyingi. Ikawa first priority sisi ODM. Kweli mimi nikatoboa jina langu likawa gazetted. And here we are. Ndio mimi. Lakini palitokea changamoto. Palitokea watu changamoto walipeleka kotini kutaka kunishtaki. Kisa na sababu. Kisa na wakatoa sababu za kusema kwa kwanza mimi si mlemavu. La pili wakasema mimi si life member. Unajua ukipewa nominate lakini wewe lazima uwe life member. Kwani mlemavu lazima uwe unatembea na sijui unamaanisha hivyo kwa mlemavu lazima niwe kwenye wheelchair ama ni kipofu na shikilia kigongo ili hali daktari ndo atasema. Unajua hizi kadi walichagua watu special. Walipelekwa shule wakasoma na wakabobea. Ukafika ndugu yangu ndani ya hii Kenya hauwezi kuipata kadi ya ulemavu ya shortcut. Ichukue kwangu mimi. Na kama kunaye leo ni lazima kadi ya ulemavu haitoki wewe ati uende ukatafuta ulemavu wa kirongo peo kadi au ipati. Ulemavu wa kiroho. Kama vile watu wanavyosema. Si ndio hiyo kama walikuwa wanavyosema mimi ni ulemavu wa kirongo, si mlemavu wa kiongo. Lakini ndani ya Kenya kama kunaye jitokeze na mzawadia mimi. Kadi ya ulemavu baba wewe ni mlemavu wa kweli. Sasa tupavuke hapo, wewe ushapata kadi ya ulemavu. Sasa ndio uwe ufanywe tax exemption. KRA sikutoze ushuru. Wao nao pia una ukaguzi wao proper. Kwa hivyo waselelea. Si kuselelea vile ni haki yangu. Unajua kuna kuselelea na kuna haki ya mtu. Ni mlemavu. Wewe hivi leo hii ukao ukati ushuru utakuwa selelea. Lakini ziko mimi mahitaji ambayo wewe leo hii huwezi mimi ambaye siwezi kuvifanya wewe uweza kuvifanya kabisa. Vikitokea hapa kuna vitu ambavyo mimi changamoto zanipitia wewe una hizo changamoto. Sasa ukisema wataka kupata hiyo kadi itakokwenda waselelea kirongo lakini mimi ni haki yangu nisitoze ushuru.
So mtazamaji unavyoona mikono hii ipo mikono, alafu vyeti vyenyewe viko pia huko. Ukienda ukisema Ngugi watakutolea namba yangu, utaviona vyeti. Si ati wa kujiekelea na wala mimi mpaka leo hivi nilivyoona jaribu kama na nitapata mtibu leo nikapona, mikono yangu ufanya kazi na jiondoa kwenye ulemavu. Sijataka kubaki kwenye ulemavu wala sijaupendelea ulemavu. So bado unang'ang'ana kutafuta matibabu. Leo hii nikapata mtu nikaambia ukala mti huu mikono yangu arudi sawa. Hata yule unayemuona akatoa mguu akaambia kala hichi mguu wako waregea. Lakini kuna mheshimiwa mmoja sitamtaja jina aliwahi kusema yeye alishawahi kwa nomination kwenye bunge nafikiri iliyopita. Na sitamtaja jina. Sitamtaja jina. Alisema yeye laiti ule uwezo maalum alionao ukiondoka atafanya juu chini ya urudishi. Hasa mimi niko tofauti na yeye. Ndio umenipa uheshimiwa, lakini kama mimi yangu ya nominated, hii sababu ya ulemavu ni sababu entry point, wenyewe wanasema ndio kiingililio cha mimi kupewa. Lakini mimi nilitumikia chama ndani ya Mombasa. Ukitembea Mombasa hii kila kona utaambiwa kama Ngugi nimepigania chama. Sasa ile ni zawadi yangu nimepewa ya chama. Hii kadi ya ulemavu ndio sababu ya mimi. Manake leo hii ningelikuwa sina kadi ya ulemavu, lakini umri wangu aniruhusu nipewe ya youth, ningepewa youth. Bado ungenominate kama youth. Manake ni ile sababu ODM kwa nini nominate Ngugi. Na yote umetokana na nani? Deputy party leader Ali Hassan Joho. Mahakamani tukimaliza. Mahakamani walitaka ushahidi wa kuonyesha kama mimi ni mlemavu. Kadi alafu watafuatilizia wenyewe sinikoti wao ndio wako na system yote. Wakifuata kuta lazima daktari. Maana mimi nina kadi ya ulemavu na ninao pia tax exemption yote vile kwa juu. Alafu hiyo life member mimi ni referee. Unajua wewe ukitaka kuwa life member mpaka pawe na mwingine ambaye ni life member awe referee wako. Mimi na watu leo ni waheshimiwa ambaye mimi ndio referee wao. Ukifika katika referee wako utanikuta mimi na uwezo kuwa referee wa mtu kiwa wewe sio life membership. So tukimalizia mheshimiwa, so labda una nia sasa hivi naona kampeni kampeni hazijaanza officially, lakini siasa tumeziona zinaanza. Unajua ndani ya mjini kiti cha kusimamia huko kinabebwa na tofauti fulani. Kuna mtu ni sana kiti cha UMCA ni katika stepping stone. Sisi wanzo ambao hatuna kitu ni mahali waondoka kwenye mwani, ni kiti ambaye ukiingia uweza pigiwa kura na watu karibia 40,000. Yani sio ukapigwa na watu si 40,000 lakini unaongoza watu zaidi ya 40,000. Katika watu 40,000 kuna matazamio fulani wanatarajia kutoka kwako wewe. Kuandika watu kazi, pengine mambo ya school fees. Na wewe ukiwa kama MCA huna hiyo. Hakuna bajeti kama hiyo hata moja. Ya kuweza kumsimamia mtu kitu. Pale utafika kuna vitu vingine utashindwa kufanya. Kuna wengine watakulaumu. Mwanzo ile komiti yako tu ile ulitengeneza visafika mahali ikakushinda, maana yake wanakuwekea mzigo wote. Wanaona wewe kuna kitu kikubwa sana wapata pale. Kwa hivyo leo hii mtu ndani ya Kongoe mimi ninazaliwa, nikasomea, nikalelewa, nikaoa mke wangu mimi wazazi wake wako pale pale Kongoe. Wale watu wanaonijua mimi ndani ya Kongoe ni wengi sana. Leo hii nikienda kusimama kiti, nipite kura, nitapita kwa kura nyingi sana, lakini ujue nitabeba mizigo mingi sana mpaka mimi pale itanishinda. Mimi ndani ya Kongoea ni kitu ambao kiko wazi. Mimi hata kesho kwa nishauri nisimame nitakwambia sitaki nikosane na wale watu wangu wa Kongoea. Na labda kiti cha juu zaidi na hivi ubunge sasa. Ndio katika kwa dakika hii sasa matawi yao sina. Lakini pengine kesho nikizidi, manake hichi nilichotuma, manake kitu ambacho nilichopata kidogo katika UMCA ni nganganie piganie watoto wangu nikimasomo maisha, manake bado na wengine sina mtoto wa sekondari. Mimi ndo sahihi pengine msichana wangu first born anaenda sekondari, japokuwa na watoto watatu, mwingine ambaye kashamaliza yuko kazini na pia kashazaa na mjukuu, ila nikimwake wangu mimi nilikuwa tayari alikuwa ameshazaa alizaki wa skuli kwa babake, lakini nilipokelea kama mtoto wangu. Sasa hapa nilipo mimi na mjukuu. Wewe mke ndio muoa tayari alikuwa ana mtoto wake. Ana mtoto. Alizaki wa shule. Hao wengine ndo hapo sasa nangangania. Na unajua wewe kwenye kiti kwenda kusimama kama huna anayekutaka. Lazima kuwe na kitu cha kuwadanganya. Na wewe za kudanganyia, za kuangalia familia. Siwezi kusema nitakwenda kuzipate peleka mahali alafu kesho nishapata kiti nataka kuziregesha. Inakuwa lazima si tu nikuchagua. Lazima utufanyie hichi, lazima utufanyie hichi. So in short hapa alipo mimi bado yuko kwanza. Hii ya nominated na ridhika nayo. Kesho ukiniambia la less uniambie ni jaribu kutafuta kunominatiwa useneta, ubunge, hiyo naweza jaribu. Bana mheshimiwa, story yako
imenigusa sana by the way, and nimeamini kwamba kumbe yani kisichodumu katika haya maisha ni mabadiliko, kwamba mtu unaweza kuwa unaweza kubadilika, ni kuamua, ni ujikubali. So kuna mtu ambaye kama anakutazama pale na labda yeye pia kuna vitu ambavyo kwamba labda anafanya ambavyo si vizuri machoni pa watu, haviridhishi, and leo hii amesikia story yako, labda unaweza ukamwambia nini, unaweza kumshaurije kwa sekunde tu? Mimi ushauri wangu mkubwa pengine katika kitu kilicho ni pengine ni uraibu, sana sana watu wanaopoteza watu ni uraibu. Aidha ni miraa ama pombe ama hiyo unga. Ni kitu ambaye sana kitakurudisha nyuma katika maisha yako. Unajua dunia ya sasa na nchi ilipo ni maisha magumu. Kila kitu kiko juu. Huo uraibu wenyewe pia uko juu. Kulea familia yako inakuwa juu. Kitambo wewe uamue moja, hauwezi kushika vyote vile, lazima utashika kimoja. Aidha uraibu ama kuangalia familia yako. Sasa ukitaka kushika uraibu ndio utakuta familia utaipoteza. Sasa ni uamuzi tu, uamue mimi niangalie familia yangu niondoke kwenye uraibu. Manake uraibu uliokuwa sasa uwezi kujinyima ukasema mimi nitatumia. Zamani ilikuwa ni Jumamosi na Juma weekend. Lakini hivi siku hizi every day is a holiday. Mtu anza uraibu Jumatatu, Jumapili. Utashindwa kutekeleza majukumu yako. Ukiangalia watazama majukumu na kuangalia wewe. Uraibu hivi saizi uko gali, hakuna uraibu wa pesa rahisi. Kama huo mgoka watu wanavyosema kweli shilingi 50. Lakini wa shilingi 50 hukutoshi, tutataka kula wa 300. Katika 300 hiyo hauli huo peke yake. Utakao upate yes. Unajikuta wewe kwa siku 500 umeipiga na chini. Wewe umenunua 300 lakini 500 umeipiga na chini. Niwekee 500 kwa mwezi ni pesa ngapi? Alafu unapotumia wewe uraibu inachukua muda wako wewe kutafuta nyingine. Maanake ni uraibu, yataka mahali umetulia usumbuliwe na mtu. Ni ukae tu kitako hivi. Unless uangalia mpira ama uangalia movie. Utaweza kutafuta shilingi nyingine. Ile 500 uliyotafuta masaa hayo umeenda ukaipeleka kwenye uraibu. Ule uraibu wa kukelisha chini umekuzuia wewe tayari pale masaa 4-5. Ukija ukiondoka kwenye uraibu ni kesho asubuhi waitafuta ile 500 uende kanunue ule uraibu. Unajikuta umebaki pale pale, majukumu yako huwezi kuyafanya. Lakini siku zile utaamua mimi napaondoka hapa kwenye uraibu, ni kujipiga tu moyo konde. Hizi starehe zipo na zinaenda na wakati. Ni kujitua wenyewe wanasema tunasema ni kujitua ushamba. Sijawahi kutumia mgoka acha nikaa kumbe uko hivi. Hamna chochote cha maana. Au nipeleke mbele waandagisha nyuma, maana mwisho kucho utamolewa. Ukishajua unajiondoa. Unaona kama mimi story yangu nilianza kwenye bangi, bangi nikavuta nikaona haina stimu nzuri, kaingia kwenye unga nikaona umeniingiza haunifai, haunipi chochote cha maana, na nikajitoa, nimerudi, nina familia yangu. Hongera sana. Nina watoto na mji. Wow. Okay. Thank you so much. Meza Harmonize alimpa matatizo. Lakini yule mpenzi wangu na mimi Fina. Akasema sisi ni wale. Sisi ni wale. Kwa sisi ambao tuko hapa. Pamoja na mheshimiwa. Sisi ni wale. Sisi ni wale. Wale kina and it's never waliotoka. Ndio alikotoka. Na hapa wamefika. Kabisa. Kwa sababu Mungu yupo. Na yoyote yule akiweka imani mbele atatoka. Utatoka. Jamii itakupokelea vizuri, itakupa heshima mali ulikuwa na siku zote. Uraibu hizi starehe ndo zitafanya mali uzarauliwe. Ukiondoka kwenye starehe utaheshimika. Saizi anaitwa mheshimiwa Solomon Ngugi wa Inaina. Au sio? Anayenijua ile soma naye mimi primary, kuna mwingine kutoka Kongoya anayenijua atakwambia alikoteja tu yule, alikuwa manamba tu hapa lakini leo sasa ukifika mahali mheshimiwa utanipa heshima. Si mimi, usimheshimu Ngugi, heshimu hicho kitu alichokilia. Au sio? Alafu sometimes utokeaga Mwenyezi Mungu ananipa vipende vidogo. Watu wengi wakikwama hao wateja urudi kwangu mimi na mimi wanawapambania. Sikubali kuacha. Yes. Sawa. Wazungu walisema kwamba it's never too late. Sawa. Yani katika haya maisha hujawahi kuchelewa. Si kila siku hujawahi kuchelewa. Wala hakuna siku utazeeka. Kabisa. Usiseme mimi nishazeeka hapa mimi basi na miaka 50 utaonga hakuna. Kwa hivyo leo ikiwa umesikia story ya mheshimiwa hapa, unaweza tu kuamua bana, mimi nataka niwe kama mheshimiwa Solomon Ngugi wa Inaina. Mfano mmoja mzuri sana. Asante sana, tukutakia kila laheri katika kile ambacho kama unakifanya katika jamii, na Mwenyezi Mungu azidi kukusaidia wewe pamoja na familia yako. Kwa wewe mtazamaji wa Marisa 101, hadi wakati mwingine bana, bye bye.